Na ndugu yetu karibu sana. Leo twende tuangalie sababu za kuku kupoteza manyoya au kunyonyoka manyoya kwenye miili yao. Zipo sababu tofauti tofauti, lakini katika video hii tumekuletea sababu tano. Na hizi sababu zitakusaidia wewe sasa yani kuondoa ile tatizo au kukabiliana na hilo tatizo la kuku kunyonyoka manyoya. Utaangalia sababu moja wapo, je, inapelekea wewe kupelekea hayo manyoya kuweza kutoka na uweze kuchukua hatua gani. Tumekuletea kila sababu na kitu cha kufanya kwenye hiyo sababu. Ni wewe sasa kuangalia kwenye eneo la banda lako ni ipi sababu ambayo inahusika moja kwa moja kwenye upotevu wa manyoya kwenye kuku wako. Karibu sana, hii ni Agero Online TV. Mara kwa kwanza kufuatilia video katika channel hii. Channel hii inajihusisha na mambo ya kilimo na ufugaji. Kile tunachokifahamu sisi basi tunashirikishana kwa pamoja ili tuweze kuelewa na kufanya shughuli zetu za kilimo na ufugaji ziweze kwenda vizuri. Utakachokifanya ni kuweza kujiunga na kujiunga kwao kwa kuweza tu kusubscribe katika channel hii. Kwa wale ambao walishaweza kusubscribe basi ina haja. Ndugu yetu, kwanza kabisa unatakiwa ufahamu ni kawaida kwa kuku kuweza kubadilisha manyoya. Yaani anaondoa manyoya ya zamani na anaweka manyoya mapya. Mara nyingi hutokea kwa kuku wale wakubwa. Sasa hutokea mara moja hadi mara mbili kwa mwaka. Na ikitokea hali kama hiyo, wewe usishtuke kwa sababu ni kawaida kwa kuku kuweza kubadilisha manyoya yake. Yaani tunazungumzia ile kama ni sababu ndio hiyo imetokea kwenye banda lako, unachotakiwa kufanya unatakiwa uweze kubadilisha chakula chao kwa haraka sana. Na iko chakula cha kuku unatakiwa uweze kuongeza kiasi cha protini. Yaani hapa unazungumzia protini kati ya 18% hadi asilimia 22. Na unatakiwa uweze kupunguza msongo wa mawazo kwenye kuku wako. Yaani zile stress waweze kutulia kwa kiasi kikubwa sana. Lakini utabadilisha chakula chao na tumekuletea hiyo formula hapo kwa ajili ya kurudisha manyoya ya kuku kwa haraka sana. Endapo kama wameweza kupoteza manyoya kwenye mzunguko huo au kawaida hiyo ya kupoteza manyoya yao katika kipindi kwa mwaka mara moja hadi mara mbili, hasa kwa kuku wale wakubwa tunazungumzia hapa. Kwa hiyo hii formula itakusaidia zaidi katika kuandaa chakula kipya kwa ajili ya kurudisha manyoya yao kwa haraka sana. Na tunaamini kabisa itakusaidia kwa kiasi kikubwa na kuondoa tatizo hilo la kuku kuweza kunyonyoka manyoya. Twende tukaangalia sababu ya pili, na sababu ya pili ni sababu ya kupigana. Hii inaweza ikatokea kwenye banda lako, wale kuku ambao wanaweza kuonea wale kuku wengine na uweza kula manyoya yao na wanaweza wakaondoa. Sasa kama changamoto ni kupigana, basi unatakiwa uweze kutenganisha kuku. Hapa nazungumzia wale kuku wakubwa na kuku wadogo, uweze kuwatenga. Lakini wale kuku ambao wana tabia hiyo ya kuweza kuwapiga wenzao, basi unaweza kuwatenga kwa muda eneo tofauti kidogo kwa ajili ya kuokoa hii changamoto ambayo inaweza kusumbua kwenye eneo la banda lako. Lakini unatakiwa uweke mazingira mazuri kwenye eneo la banda. Hapa tunazungumzia vitu kama vile bembea, vitu kama vichanja vya kuweza kukaa. Lakini kikubwa zaidi unatakiwa uweze kufunga mboga au majani, mizizi, yani kwa ajili ya kuweza kudonoa. Kuku akikosa cha kudonoa, basi anaweza kumdonoa mwenzie. Na kumbuka, kama kuku ameweza kutengeneza jeraha aina yoyote ile kwenye mwili wao, amedonolewa, basi yule kuku anatakiwa umtenge kwa haraka sana, kwa sababu yule kuku atakapoona tu damu au kitu chekundu kwenye miili ya kuku mwenzao, kama mazingira kama damu au kidonda, basi kuku atashambuliwa kwa kiasi kikubwa sana. Kuku ana tabia hiyo ya kupenda au kuweza kutamani kile kidonda cha mwenzie. Kwa hiyo tenganisha kuku yule aliyedonolewa kwa haraka sana kadiri unavyoweza. Na sababu ya tatu inaweza ikawa ni wadudu. Yaani hapa unazungumzia wadudu kama utitiri na wadudu kama chawa na vidudu vingine viroboto. Basi vidudu kama hivi pia vinapelekea kuku waweze kupoteza manyoya, kwa sababu wanakula ngozi. Kwa hiyo manyoya yanaweza kapukutika au yakaondoka. Sasa kipi cha kufanya hapa? Hapa unatakiwa uweze kutumia dawa, na dawa ya haraka zaidi ni dawa za kuweza kutumia zile dawa za dukani. Nenda katafute dawa za dukani ziweze kukusaidia kwa haraka zaidi. Lakini unatakiwa uweze kusafisha banda lako mara kwa mara na kuweza kupiga dawa mbalimbali. Zipo dawa za asili ambazo unaweza kutumia kama kinga kwenye eneo la banda lako kwa ajili ya kuzuia viroboto au utitiri. Zipo video zetu tumeelezea za utitiri na viroboto. Lakini pia unaweza kutumia dawa zile za dukani kwa ajili ya kupuliza au kunyunyiza kwenye eneo la kwenye banda kuondoa wadudu hawa, kwa sababu ni hatari sana. Ndugu yetu, changamoto ya lishe duni. Hapa nazungumzia kile chakula ambacho hakina ubora. Chakula ambacho kimekosa protini kwa kiasi kikubwa, basi inaweza kapelekea kuku pia kuweza kupoteza manyoya. Jitahidi sana kuandaa chakula ambacho kitakuwa na ubora zaidi, hasa uwepo wa protini kwenye chakula chako. Kama changamoto ni lishe, basi unatakiwa uweze kuwapa kuku wako protini ya ziada. Hapo nazungumzia ile protini kutoka kwenye vyanzo kama vile mbegu za alizeti, lakini pia wadudu mbalimbali kama funza,
na madini na vitamini vya kutosha. Hii itakusaidia sana katika kuimarisha afya yao kwa kuongeza lishe kwenye. Ukafuatilia hiyo format tuliyoweza kuionyesha hapo nyuma, itakusaidia pia katika yetu changamoto za kukanyagana pia au mlundikano wa kuku, na hasa inatumika sana sana kwa majogoo. Wale majogoo wanaweza kaona wapanda matetea, na hii inapelekea pia manyoya kuweza kuondoka kwenye matetea. Hapa utaona maeneo kwenye kichwa, unaweza kaona kuku wako amepoteza au amenyonyoka manyoya. Kwa hiyo hii tenganisha majogoo na matetea au kufuga majogoo na matetea kwa uwiano sahihi. Lakini kama ukiona hali inazidi kuwa mbaya, basi unaweza kuwatenga wale majogoo kwa muda. Hii itakusaidia zaidi katika kuimarisha wale kuku ambao wamenyonyoka manyoya kwa ajili ya kurecover, katika kurudisha yale manyoya ambayo yanaweza kupotea. Ndugu yetu, kuku anapopoteza manyoya kunatakiwa aweze kurudisha manyoya yake kwa haraka sana. Kwa hiyo zingatia sababu ambazo tunaweza kuzielezea hapo na kipi cha kufanya. Lakini ipo video yetu nyingine ambayo tumeelezea tiba ya asili ambayo inaweza kurudisha manyoya kwa haraka sana kwenye kuku wako. Kwa hiyo unaweza comment hapo, unaweza kuifuatilia video hiyo, na wewe itaweza kusaidia kuandaa mchanganyiko. Tumeandaa hiyo video nzuri sana, itaweza kusaidia sana katika kutumia mimea asili ambayo inakuzunguka kuandaa kama dawa hiyo ambayo inaweza kurudisha manyoya kwa haraka sana kwenye mwili wako. Basi tukutane kwenye video inayofuata. Bye bye.